My message today, I want to talk about the benefits of building your capacity. Ujumbe wangu wa siku ya leo ni kuhusu kujenga uweza wako. Building or benefits of building your capacity. Faida za kujenga uweza wako. And I believe that the Lord will speak to us and bless us. Na ninajua Mungu atatunenea na kutubariki. Amen. Amen. I would like to begin by saying nitaanza kwa kusema hivi that every believer faces challenges at one time of their lives. ya kwamba kila muamini hukutana na changamoto katika maishani. And no matter what you may face, na haijalishi kile ambacho utapatana nacho, your capacity is so important. uweza wako ni wa muhimu sana. I would like also to say that capacity is very key in your life. Ningependa kusema uweza wako ni kitu muhimu maishani mwako. Because you cannot grow, or rather you cannot grow above your capacity. Maana hakuna vile utakuwa zaidi ya ule uweza ulio nao. So your capacity is important. Kwa hivyo ule uweza ulio nao ni muhimu sana. Because you cannot grow above your capacity. Maana hakuna wakati utapita uweza ulio nao. So even spiritually, na hata kiroho, you need to grow, you need to have increase and add capacity. unafaa kuongezeka na kukua katika uweza. Because that capacity kwa sababu ule uweza is what determines exactly what you can carry. ndio hiyo inajalisha ambacho utaweza kubeba. The book of Isaiah 54 verse number 2. Katika Isaiah 54 mstari wa 2. A very scripture we love and read. Andiko ambalo sisi hupenda na husoma. The Bible says, enlarge the place of your tent. ya kwamba panua mahali pa hema yako. And let them stretch out the curtains of your dwellings. Na kwamba utandaze pazia ya maskani yako. Do not spare. Aha. Lengthen your cords and strengthen your sticks. Amina. Verse number 3. Next verse, please. For you shall expand to the right and to the left, and your descendants will inherit the nations and make the desolate cities inhabited. Amen. 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 Now, if we compare verse number 2 and verse number 3, tukilinganisha mstari wa 2 na mstari wa 3, God is talking about the blessings that are about to come in verse number 3. Mungu ananena kuhusu baraka ambazo zitakupata katika mstari wa 3. So he's talking to the children of Israel. Kwa hivyo sasa ananenea wana wa He's Israeli. telling them what he is about to do. Anaambia wana wa Israeli kile yu tayari kufanya. I am about to open doors in your left and on your right. Niko tayari kufungua malango yako upande wa kulia na upande wa kushoto. I am about to expand you. Niko tayari kukupanua. And even your descendants, na hata kizazi chako, they will inherit the nations. wataweza kurithi mataifa. And even now you, your children, na hata nyinyi watoto wenu, they will do great things. watafanya mambo They will makubwa. expand. Watapanuka. They will do greater things than you have done. Watafanya mambo makuu zaidi ambayo umefanya. Hallelujah. Hallelujah. So now, but he gives a warning in verse number 3 now verse number 2. Lakini kuna onyo katika mstari wa 2. He tells them, anawaambia, before I do what I'm doing in verse number 3, kabla niyatende yale nitafanya katika mstari wa 3, I want you to enlarge your tents. ninataka upanue hema yako. In other words, kwa maneno mengine, prepare. ya kwamba jiandae. Because I cannot give you, maana siwezi nikakupatia, no matter how much blessings I have, japokuwa nina baraka nyingi, I cannot give you what you cannot accommodate. mimi siwezi kukupatia kile huwezi kubeba. The larger your tent is, Upana wa hema yako will determine ndio italinganisha how much I'll give you. kile kiwango nitakachokupatia.
The blessings of God, baraka za Mungu, how they will come to you, ndio zitakuja is kwako. determined by the capacity. Inalingana na uweza wako. Your capacity. Uweza wako. How much are you prepared Je, umejiandaa kiasi gani to receive the blessings of God? kupokea hizi baraka za Mungu? Amen. Amen. Because the more you develop your capacity, maana zaidi unavyoongeza uweza wako, in the same manner, hivyo God is able to come and bring the blessings to you. ndivyo Mungu anakuja na kukuletea baraka So zake. we must be ready and be willing to increase our capacity in life. Lazima tuwe tayari na tutamani kuongeza uweza wetu maishani. Hallelujah. Hallelujah. There are some inheritance Kuna urithi zingine that you can never give a child until a child has achieved a certain capacity. huwezi kamridhia mtoto mpaka yule mtoto afikie uweza fulani. In the lessons, the Bible says, Na hata maandiko husema a child ya kwamba mwana is just similar or remains like a slave. yeye anafananishwa na mtumwa. They cannot inherit until they are of age, Hawezi akarithi mpaka afikie umri fulani, until they have the capacity mpaka awe na ule uwezo to receive the inheritance. ya kupokea ule urithi. There's some inheritance in your life. Kuna urithi aina maishani There mwako. are some blessings in your life Kuna aina za baraka that maishani are waiting for your capacity. ambazo zinagojea uweza wako. May you increase in Jesus' name. Na ukaongeza May katika we jina increase la in Yesu. Jesus' name. Na tuweze kuongezeka May we not katika- limit God ya kwamba tusiweze kupimia by Mungu having limited kwa capacity. kuwa na uweza mdogo. Hallelujah. Hallelujah. Mungu anaweza kuja hapa anataka kutubariki. Hata mimi. Lakini je, akinibariki nimejitayarisha? Niko tayari? Kwa sababu hana shida. Na kwa hivyo kilicho cha muhimu ni ya kwamba niendelee kujiandaa na kutafuta Mungu. Nakumbuka ya kwamba mtumishi wa Mungu alitupatia ujumbe, heading ilikuwa kali sana. Akatuuliza, are you what? Growing, isn't it? Whether we are still grow? Je, tunaendelea kukua? Kwa sababu ili capacity iongezeke lazima ukue. Amen. Hata wewe ukikua na mimi ninakuwa sehemu yangu. In my position as a bishop, Mimi kama kuna askofu, mambo ninang'ang'ana nayo na napigana nayo. Ili niongeze capacity kama askofu. Kama hata mimi nikikwambia ya kwamba kuhusu hiyo mikutano nilikuwa nasema, hata mimi ninakuja na shauku kama wewe. Ili niongezeke capacity. Kwa hivyo kila mmoja wetu kukua lazima tukubali kuongezeka ule uweza. Tofauti ni ya kwamba kila mtu ako level yake, lakini lazima uhakikishe ya kwamba kila wakati unaongeza capacity. Ili Mungu aweze kukuongezea. Ikiwa ni huduma aiweze kuipanua. Inaweza kuwa jameni, kumbe ulipewa huduma, uwewe ukakwama, unafikiria ni Mungu amekukwamisha ama ni pepo. Hakuna pepo. Ni kwa sababu kile ulipewa ulifika hapo hauongezeki. Sasa Mungu hawezi kukuongezea katika huduma yako. Hawezi kukuongezea katika kalama zake. Hawezi kukuongezea katika kile anataka. Ni maombi yangu ya kwamba zote sisi wote hapa tutapanua hema zetu. Tutaambia Mungu, this is not enough. Hii haitoshi. What I'm doing is not enough, God. Kile ninachofanya hakitoshi Mungu. I want to serve you more. Nataka kukutumikia zaidi. I need to expand my capacity. Ninahitaji kupanua uweza wangu. Nataka kuongeza maombi. Nataka kuongeza maombi. Nataka kuongeza kujitolea kanisani. Nataka kujitolea zaidi na pesa zangu. Increasing capacity. Kuongeza uweza. Watu wengi wanakemea pepo ya kuwa stuck. Na hakuna pepo imewa stuck. Ni wao wajikwamue. Hallelujah. Kama umekwama katika huduma, ujiulize,
Mungu, nilikwama lini? Ni nini niliacha ambacho nilikuwa ninafanya? Maombi nilivyoanza, do I pray the same? Kujitoa nilikuwa najitoa, do I do the same? Zeal yenye nilikuwa nayo iko bado. Kiu ambacho nilikuwa nacho bado kiko Mungu. Capacity. Hallelujah. Lazima watu wa Mungu, unajua tukiongea hii scripture tunaipendaga sana. Leo sikupatiwa hiyo, tunawaambiaga enlarge your tents, God is coming. Panua hema. You are moving today, sema east, west. Hakuna leo. Leo ni wewe. Enlarge. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Leo Mungu nasikia na nilisikia Mungu akiweka, we must enlarge. Lazima tupanue. Hallelujah. Hallelujah. Lazima tuambie Mungu tuko na kiu chako. Tunakutamani Bwana. Tunataka kuongezeka. Amen. Hallelujah. Amen. Tunataka kuona mkono wako Bwana. Sijatoshereka. Amen. Amen. Najua kwamba mlisikia mtumishi wa Mungu hata akipatiana no, not him, but I think you were just somewhere, we were talking somewhere, and one of the things, kuna watu ambao wako katika nchi hii, watu wako na miaka mpaka 70. Kama kina, ni vizuri kuchukua this men of faith in our nation. Hawa watu wa imani katika taifa letu. Kama Bishop Lai. Huyo mtume wa Mungu. That man of God. Keshas. Hakomi. He is 70. Ni nini hana? Unajua ni vizuri kujifundisha. Na sisi tulala jameni. Lucy. Wewe kesha ni unagojea kuruka mwaka. Na hukuji kesha kutafuta Mungu, unakuja utabiriwe. Mungu atusaidie. Amen. Nasema Mungu atusaidie. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. 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 Watu wengi wa Mungu jameni ni kuamua, unakuta mtu ako na 70 years lakini ile zila ako nayo bado ya Mungu, unashindwa natafuta nini? Ila hali sisi tuko vile tulivyo na bado watu unaona wanalegarega. Acha nitumie hiyo lugha. Yaani Mungu anataka tuongeze capacity, tuwe na zeal na kiu cha Mungu. Naomba Mungu aweke hii ministry kiu chake. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Naomba Mungu aamshe watu wasilale. Amen. Amen. Natamani mtu akose usingizi usiku. Hata ukitafuta ukose na sio ugonjwa. Amen. Amen. Ukose usingizi na sio ugonjwa uko nayo. Ni kwa sababu Roho anakuhuisha uamuke. Utafute uso wa Mungu. Tunaomba Bwana tusaidie. Kwa sababu Mungu angetaka kubariki kanisa. Lakini Mungu hawezi kubariki kanisa above its capacity. Ambayo ni ati iwe zaidi ya uweza wao. Hawezi. Na ili Mungu aweze kutubariki watu wa Mungu, lazima tuongeze capacity. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. You cannot take dominion beyond your capacity. Huwezi kupata utawala zaidi ya uweza wako. So we must develop capacity to take dominion. Lazima kwa hivyo tupanue uweza wetu ili tuweze kupata ule utawala. So that you can have that capacity to decree, as I taught you in the morning, decree and
declare. ili kwamba uwe na ule uwezo wa kukiri na kutangaza niliyonena asubuhi. Your exploits are determined by your capacity. Mambo makuu yako kutendeka inalingana na uwezo ulio nao. So if you want to have a great future, Kwa hivyo ukitaka kuwa na maisha yajayo makuu, start increasing your capacity. anza kuongeza uwezo wako. Don't mind about the future, let me tell you. Wacha kujali ya kesho, But mind about your capacity. lakini wewe jali kuhusu uwezo wako. Because the minute your capacity is built, Kwa sababu wakati uwezo wako umejengwa, automatically the future will align itself. mara hiyo hiyo maisha yajayo yatajipanga. Amen? Amen. So if today Ikiwa leo I am increasing my capacity, ninaongeza uwezo wangu, tomorrow will be commanded by my capacity. kesho itaamuriwa na uwezo nilio nao. Amen? Amen. The men that are here, Wanaume walio hapa, your capacity today uwezo wenu leo will command your future, itaamuru kesho yako, will command the future of your children. itaamuru kesho ya watoto wako. You are a product of yesterday. Wewe ni matokeo ya jana. What you did yesterday, Kile ulifanya jana, what you did the last year, kile ulifanya mwaka that is uliopita, where you are. ndio maana uko mahali ulipo. So what you are doing now Kwa hivyo kile unafanya leo will determine ndio italingana where you are headed to. mahali unapoelekea. The devil sometimes is never worried when people, receive, miracles here and there. Wakati mwingine shetani hajali wakati mnapopokea miujiza hapa na pale. But one thing I know that scares him, Lakini jambo moja na ninajua linamtisha. it is when he sees people that are growing in capacity. Ni wakati anaona watu wanaokuwa katika uweza. Because that's an army Kwa sababu hilo sasa ni jeshi that is moving ambalo lina to do muondoko exploits, ya kufanya mambo to do makubwa, great things, kufanya mambo ya to ajabu, influence, kuweza to kuathiri, take nations, kuchukua mataifa, to overturn and overthrow dominions kupendua na or kuweza principalities rather. kupendua na kutupilia mamlaka na sultani. You become an army Mnakuwa jeshi that is breaking boundaries for limitations. ambayo inavunja vizuizi za kuwekewa mipaka. You become a power Mnafanyika nguvu that is changing a generation. ambayo inabadilisha kizazi. May you change generations. Na ubadilishe May you change vizazi. generations Badilisha vizazi by increasing your capacity. kwa kuongeza uweza wako. When you increase your capacity, Unapoongeza uweza wako, your children will not suffer your suffering. watoto wako hawatataabika yale ambayo ilifanya utaabike. Hallelujah. Hallelujah. Ninasema ya kwamba wewe ukiincrease capacity, shida zenye ulipitia watoto wako hawatapitia. Hawatapitia. Kwa hivyo hutaendelea kuambia nyinyi mnajua sisi tulivaa kiatu tukiwa standard 7. Hapana, hiyo ilikuwa yako. Capacity imekuja. Wacha wazaliwe na kiatu. Hallelujah. Si ni ukweli watu wa Mungu? Kwa sababu capacity imefanya nini? Imeongezeka. Lazima uwe na kisirani useme ya kwamba hautabaki vile ulikuta wazazi wako. Na sisemi ya kwamba hata wao walijaribu. Wazazi wao pia walikuwa pahali pabaya sana. Nao wakakuja wakafikisha hapa. Na nasikia kisirani. Na wewe unaangalia hiyo kaproti yao na kashamba yao ukatakatiwe. Hiyo sio yako, tafuta yako. Increase capacity. Ongeza uweza. Si walinunua. Si waliweka hiyo capacity. Na wakanunua. Si Mungu akubariki na wewe ununue yako. Amen. Si Mungu akubariki ununue yako. Amen. Hey! Amen. Mungu aliyebariki wazazi wetu atatubariki maradufu. Kwa sababu watoto hufanya mambo makubwa kuliko wazazi. Sio yako, tafuta yako. Increase capacity. Ongeza uweza. All right.
Okay? That is okay. That's a pray back. Tuko pamoja watu wa Mungu. Amen. Wamedecide nisikie kwamba wana record. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Are we together, men and women of God? Tuko pamoja. Hallelujah. Hallelujah. But if you just remain the way you are, Lakini ukidumu vile tu ulivyo, how will you change the status quo? utabadilisha hali ya kikawaida vipi? It's hard. Ni ngumu. It's hard. Itakuwa ngumu. We must change. Lazima tubadilishe. I want to prophesy to this church. Nataka kutoa unabii kwa kanisa hili. Hizo ploti ni zenu, sio za watoto wenu. Amen. Watoto wenu watanunua maploti, sio ploti. Amen. Watanunua maploti, sio ploti. Ninawatangazia hawata own just Gilgil. Watatafuta plots in prime places. Amen. Because that's the inheritance Maana huo ndio of urithi God's people. wa watu wa Mungu. That your children Ya kwamba watoto will wenu be great in the land. watakuwa wakuu kwenye mji. Hallelujah. Amen. Lakini nini kitakachofungua milango ya wao kuwa great in the land? Ni wewe kuongeza capacity yako ya kiroho. Wewe uongeze capacity yako ya kiroho na kuendelea, ili watoto wako wakuamuke pia waende. Bwana asifiwe sana. Na ndio sababu watu wa Mungu, we must be determined to move and grow. Lazima tufanye uamuzi wa kukua na kusonga. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Bwana pewe sifa. I'm talking of I'm talking of capacity. Nanena kuhusu uweza. One of the benefits of capacity is that capacity enables you to overcome adversities. Kile mojawapo ya manufaa ya uweza, inakusaidia kushinda hali ya upinzani ama ile hali ya kudhihakiwa. Hallelujah. Hallelujah. It enables you Inakuwezesha or gives you the capacity ama inakupatia uweza to overcome. kuweza kushinda. Hallelujah. Amen. The adversities that come your way. Pinzani ambazo zinakuja maishani. Proverbs 24 verse number 10. Katika Mithali 20 mstari wa 10. Proverbs 24 verse number 10. Mithali 24 mstari wa 10. 1, 2, 3. This one I would like us to read together. 1, 2, 3. If you faint in the day of, your strength is what? Aya, tuweke hapo capacity. Your capacity is what? Yeah. Uweza wako ni mdogo. Very clear scripture. Maandiko ambayo iko wazi. If you see somebody failing, ukiona or mtu something coming and putting them down, ukiona mtu akianguka ama kuna jambo linakuja linawaweka chini, in the time of their adversity, ya kwamba wakati wa taabu yao, wakati umenapitia mambo, unajikuta ya kwamba kila wakati jambo likija linakutoa hapa linakuangusha huko kule chini. Hiyo ni ishara ya kwamba unahitaji kuongeza capacity. Ukiinukiwa tu kidogo inakushusha hata ushirika hauendi. Jambo tu lolote likitendeka unachukua miaka miwili, mwaka mzima to come back to line. kurejelea mpango To yourself. katika hali yako wewe mwenyewe. To your spiritual growth line, aligning yourself back to God again. Ama your spiritual life. Kurejelea hali yako ya kiroho kuambatana na Mungu tena. Ukiona mambo ya kija yanakugonganisha chini unaisha, unahitaji kuongeza Capacity. Ujue your strength is what? Nguvu zako ni chache. Your capacity is? Uweza wako ni mdogo. Na unahitaji kuongeza capacity. Na usijihukumu. Wakati mwingine mambo yanakuja yanagonga mtu, lakini lazima uambie Mungu akusaidie, akuongeze capacity ya kwamba kila attack ya shetani haitakuwa minus katika destiny yako. Amen. Isiwe ya kwamba kila attack ina procrastinate
maisha yako na miaka 5. Kwa sababu umerudi. Umegongwa na kakitu, umerudi mpaka huko 5 years back. Miaka 5 nyuma. Ulikuwa umejenga, ulikuwa umefanya huduma, ulikuwa umefanya mambo, umefanya vizuri, umetembea na Mungu, kakitu kamefanyika, kana kurudisha. Unaanza tena. Tena unakuja, na ukweli ni kwamba vile niliwaambia, tupende tusipende, mambo hayatakosa kuja. Watu hawatakosa kukuongelea. They will talk about you. Watakunena. They will rise up against you. Watainuka kinyume nawe. Hata sisi watu washai kuongea. But I cannot, we cannot go back. Hatuwezi rudi nyuma. Amen. Amen. We cannot back. Tuwezi rudi tena kule nyuma. We need to move on. Tunafaa kusonga mbele. Praise the name of the Lord. Bwana apewe sifa. So capacity kwa hivyo uweza helps you to maintain momentum inakusaidia kuendeleza ule muondoko in the time of your adversity. Katika wakati wa taabu ama dhiki ama mateso yako. Hapo tusema amen. Amen. Hallelujah. Amen. So that time of adversity, kwa hivyo ule wakati wa taabu ama shida, you find that even if you are not running atakana kwamba utajipata sikimbii the way you used to run, vile nilikuwa nakimbia, but you're still moving on. Lakini bado ninasonga. Amen. Amen. Why? Kwa nini? Because you have capacity. Maana uko na ule uweza. And you build your capacity before the adversity comes. Na unajenga uweza wako kabla ya shida zije. By becoming prayerful, kwa kuwa mtu wa reading the kuomba, word, kusoma neno, being in the fellowship, kuwa katika ushirika, being wherever else, kuwa mahali in pengine, those things that build your inner man. unakuwa katika maeneo ambayo inajenga mtu wa ndani. Those are the things that build you up. Hiyo ndio mambo ambayo itakujenga. Praise the name of the Lord. Bwana apewe sifa. So capacity enables you to keep on moving. Kwa hivyo ule uweza unakusaidia kuendelea kusonga. No matter the resistance. Haijalishi upinzani. Whatever will come your way. Kile kinachokuja kwenye njia yako. May God give you capacity. Na Mungu akupatie uweza. May I have a church. Niwe na kanisa. That will build the capacity. Itajenga uweza. That no matter what comes. Hata kama lolote takuja. They will keep on moving. Litaendelea kusonga. And there will be no postponement of your seasons. Na hakutakuwa na kuahirishwa kwa majira yako. Amen. Amen. Many people sometimes seasons can delay. Wakati mwingine majira yanaweza cheleweshwa. Depending on how you handle your adversities. Kulingana na vile utashughulikia shida zako. Because pressure will come in life. Ni ukweli msukumo utakuja maishani. Opposition will come. Upinzani kutakuwa. Trials will come. Majaribio yatakuwa. But how you handle them. Lakini vile utakavyoshughulikia determines how your seasons will manifest. Itajalisha vile majira yako yatadhihirishwa. Bwana asifiwe. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Na shetani kwa sababu anajua hivyo, anafanya kwamba hajari, wacha destiny yao iko, lakini anahakikisha kwa sababu aliona capacity yako pale iko. Every year lazima ukwazwe kama mara ngapi? 3. Ama mara 4 quarterly. Ni kama shetani amekufanyia program. Quarterly, kila robo ya mwaka kwa kukwazwa. Kwa sababu anajua ukikwazwa by March unarudi Januari. Sasa unaanza maisha tena. Unaanza maombi Januari tena. Sasa mwezi mzima ama miezi miwili hauhudhurii ushirika, haukuji maombi, hauattend what you are supposed to attend kwa sababu ulikuwa. By the time unakuja Julai, watu wako wapi? Msimu mwingine. Wewe umeachwa tayari na msimu mmoja. A whole quarter is gone. Alafu anakuruhusu unaenda vizuri the other quarter up to September. Anakuja September.
Nayo hiyo yote hatukuoni. Tutakuona Januari. Sasa wewe uko msimu wangapi? Na sisi tuko msimu wangapi? Hata baraka zinakuwa hivyo hivyo. Unakuta watu wakati wanapata baraka za 2026, wewe yako unapata ya ngapi? Baraka yako ile unapata iko wapi? 2024. May God forbid that's not our portion. God forbid that's not our portion. God forbid that's not our portion. Tutapata baraka zetu wakati wetu, msimu wetu. Amen. Kwa sababu tumekataa kukwazwa, tuta increase capacity in Jesus name. Amen. Tuta increase capacity in Jesus name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Amina. Capacity enables you to handle and maintain God's blessings. Uweza unakusaidia kubeba na kushughulikia zile baraka za Mungu. Amen. Amen. Sasa Mungu anapotuinua, ni vibaya nikiinuliwa na Mungu na ninakuwa sina capacity ya kuhandle mambo ya Mungu na baraka. Na hiyo inakuwa ni shida watu wa Mungu. Unakuta watu wakibarikiwa, they are not able to handle the blessings na kuhandle mambo ya Mungu. Unakuta ya kwamba baraka zimechukua mtu amepotea. Lakini ukiwa na capacity ya kwamba unatafuta uso wa Mungu, unamtafuta Bwana, uko na Mungu, baraka haijalishi kama utanunua helikopta, bado utakuwa na Mungu. Amen. Utakuwa na Mungu. Hata ukipata mashamba, bado utakuwa na Mungu. Nasikia hii kitu tu, wacha tu ni kusema tu, ni mimi ninasema. Kama vile Paulo alikuwa anasema. Si jamani, inaweza kuwa hata mtu fulani baraka zimezuiliwa kwa sababu God is fearing losing you. Mungu hataki kukupoteza. Pata mashamba, bado utakuwa na Mungu. They will take care of that, don't mind. Tuko pamoja watu wa Mungu. Imagine baraka zako zikizuiliwa kwa sababu Mungu anaona huyu nikimpatia milioni 1, mtoto ameenda. Afadhali nibaki na mtoto, milioni ika. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Tuwe na capacity. Hata tukibarikiwa kiasi gani, hatubadiliki. Hallelujah. Hata nikibarikiwa sikosi maombi. Hata nikibarikiwa sikosi Jumapili. Hey! Hallelujah. Hallelujah. Hata nikibarikiwa, nikiinuliwa, sikosi nafasi ya kwenda kutafuta uso wa Bwana na kukesha. No matter how, nobody is so anointed not to seek God. Hakuna mtu akona upako kiasi sasa hahitaji kumtafuta Mungu. If anybody, if anything, kama kuna kitu, is that the anointed need to seek God more. Hata huyu mpakwa anafaa kumtafuta zaidi. To keep that anointing. Ili aweze kudumisha ule upako. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Bwana pewe sifa. Tuko pamoja. Hakuna kitu huwa inatufanya tutetemeke kama hii maneno. Ya Mungu kukuweka mahali. Na kukupatia hiyo responsibility. Unakaa kutetemeka kila wakati unatafuta Mungu. Kwa sababu amekujukumisha mioyo na watu. Unafikiria ni rahisi sana ati ni Sunday ni wahubirie 2 services na leo ni wahubirie 2 services. Hebu fikiria ni jumbe ngapi nimewahubiria from January? Na nisitetemeke? Natetemeka nikitafuta Mungu. Ili nisikuje kuwauzia mashamba hapa.
badala ya kuwapatia neno la Mungu na kuwaitisha kujeni na kila mtu na chupa ya mafuta. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Tunaongea kuhusu capacity. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So capacity will enable you to handle God's blessings. Kwa hivyo ule uwezo utakusaidia kuweza kubeba zile baraka za Mungu. Amen. Amen. Capacity also will enable you to handle open doors. Pia uwezo utakusaidia kushughulikia ule mlango uliofunguka. Listen to this statement. Sikiliza semi hii. God opens doors. Mungu hufungua malango. Wisdom and capacity keeps the doors open. Hekima na uweza ndio unadumisha milango kuwa imefunguka. Hello? Milango Mungu anafungua mlango. Lakini akifungua mlango, kile kitafanya huo mlango ukae kama umefunguka. Kachodumisha ni hekima na capacity. Amen. Kama una capacity, mlango unafungika. Na wengi, kuna watu ambao waliingia msimu ambao Mungu alifungua, lakini wakakosa capacity, wakakosa uweza wa kushughulikia huo mlango, na wakajikuta ya kwamba mlango ulifanya nini? Ulifungika. Si Mungu atusaidie. Amen. Si Mungu atusaidie watu wa Mungu. Amen. Praise the name of the Lord. Bwana pewe sifa. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. God will give us the capacity, men and women of God. Bwana atatupa ule uwezo wake waume wa Mungu. He is willing to release us and to give us that capacity. Yeye yuko tayari kuachilia ule uweza, so that we can be able to achieve. ili kwamba tuweze kutekeleza. Amen. Amen. And to become what God wants us to become. Na kufanyika kile Bwana anataka tuwe. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Bwana pewe sifa. God will not open a door that you don't have the strength for. Mungu hatafungua mlango ambao hauna nguvu kwa ajili ya huo mlango. Revelation 3 verse number 8. Katika Ufunuo 3 mstari wa 8. The Bible says, Revelation, the book of Revelation, chapter number 3 verse number 8. Ufunuo 3 mstari wake wa 8. This is what the Bible says. Hivi ndivyo maandiko I know your yanasema. works. Ya kwamba najua matendo yako. I know, what is the beginning word? I know you are. Ninajua. Ambia mwenzako, God knows your capacity. God knows your capacity. Mungu anajua uweza wako. Because work ni capacity. Kwa hivyo ule mlango ulikuwa umefunguliwa kwa sababu Mungu aliangalia hawa akaona wako na capacity. See, I have set before you an open. Tazama nimekupa mlango ulio wazi. Why? Kwa nini? I have looked at your capacity. Maana nimeona ama nimeangalia uweza wenu. And when I look at your capacity, na napoangalia uweza wenu, I can trust you this door. Ninaweza kuaminia mlango huu. May God trust you with his doors. Na Mungu akuaminie May milango God trust yake. you with his doors. Mungu akuaminie milango yake. As you continue unapoendelea seeking the face of God. Kutafuta uso wa Bwana. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Hallelujah. You know, when we humble ourselves tunaponyenyekea and we go by the grace of God, na tunasonga kwa neema ya Mungu, because even seeking God, kwa sababu hata kumtafuta Mungu, we just humble ourselves before God. Sisi hunyenyekea mbele za We Bwana. just want God, sisi tunataka tu Mungu, so that he can be able ili kwamba tuwe na uwezo to come into our lives. aje maishani mwetu. It's not by strength, si kwa nguvu, it's not by power. si kwa uwezo. All you need to do, ni kufanya tu. do your part. Wewe fanya sehemu God yako. will do the rest. Naye Mungu atafanya mengine. Hallelujah. Hallelujah. Naomba siku ya leo watu wa Mungu, ninapomalizia, siku hizi nimejifundisha kuhakikisha saa 7 nimewamalizia. Ninapowamalizia watu wa Mungu, ninaomba ya kwamba ufanye sehemu yako. Mungu ajue kazi yako. Aseme I know you are. Najua kazi yako. Leo hii hebu tunataka tutafakari. Hebu weka kazi yako mbele za Mungu.
iweke. Ujiulize, na hii niko nayo ni milango mingapi naweza kufungua? Hivi ninafanya mambo, ni milango mingapi naweza kufunguka? Kwa sababu huu ndio ukweli. Mungu anaangalia, anaona, na hataki mambo mingi. Anataka tu wewe uwe mwenyewe, wewe ufanye sehemu yako. Ukifanya sehemu yako, Mungu hana shida kwanza kufungua milango. Mungu akapatia na ushuhuda, akaambia kanisa, ninajua kazi yenu. Saa hii Mungu akiniuliza, weka kazi yako hapa, nataka kuiona, niijue. Je, leo Mungu akisema, akikuangalia, atasema ni kazi gani anajua yako? Si ushike kama ni intercessor uombe kama hutaomba tena. Si ujitolee kwa mama kama hujajitolea tena. Si ujitolee kwa vijana kama hujajitolea tena. Si ujitolee kwa wazee. Si ujitolee na mali yako na nguvu zako. Mungu akiangalia aseme, ninajua kazi yako. Na kwa sababu ya hii, na wacheni niwaambie, na nasema nikiwa katika roho, kwa sababu nahisi hiyo ndani yangu. Tofauti ya watoto wako na wengine ni ile kazi unamtendea Mungu siku ya leo. Ile kazi unafanya leo, hiyo unaweza kuonekana sahihi, hauonekani, lakini ile kazi unafanyia Mungu siku ya leo itafungulia watoto wako milango. Kwa sababu tunaposema milango, unaweza kuona tu ni wewe unatafuta kazi. Ni hata watoto wako na kizazi chako unakuta ya kwamba hakisumbuki vile wengine wanasumbuka. Ombi langu, na ninawaombea watu wa Mungu, wacha kazi yako ikumbukwe na Mungu. Wacha Mungu akumbuke kazi yako. Wacha Mungu afungulie watoto wako milango kwa sababu ya kazi yako. May God do it. I'm not laboring for myself, I'm laboring for generations. Sifanye kazi tu kwa niaba yangu, nafanya kwa niaba ya vizazi. Abraham labored for generations. Ibrahimu akafanya kazi kwa sababu ya vizazi. Hallelujah. Hallelujah. Joseph testified to the brothers. Yusufu akatoa shuhuda kwa nduguzi. And he told them, akawaambia, don't mind. Msijali. It could be for such a time. Ni kwa ajili ya wakati kama huu That I was brought here. Nililetwa hapa. All the trials I passed through. Majaribu yote all the things I passed through. Mambo yote niliyoyapitia. Was for a generation. Ilikuwa kwa sababu ya I decree and declare to you, in the mighty name of Jesus, your labor will linger into generations. Your labor will echo into generations. May your labor today echo into your second and third and fourth generation. From first to the fourth generation. Kutoka kizazi cha kwanza mpaka cha nne. May they experience the prayers you pray today. Na waweze kupata maombi uliyopanda leo. May they experience the giving you give today. Na wahisi kutoa ambapo unatoa leo. May they experience the commitment you commit yourself today. Na wahisi kujitoa ambapo unajitoa siku ya leo. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Bow down your head. While still seated down. Ukiwa tu umeketi. And you can tell God, God, increase my capacity. Help me, Lord, to increase my capacity. Help me, Lord, to increase my capacity. Help me, Lord, that I will have some work that can testify before you. Hili kanisa, matendo yao yalikuwa ni ushuhuda mbele za Bwana. Na Mungu akafungua milango kwa sababu ya ushuhuda wa matendo yao.
Naomba Mungu atusaidie hata mimi, ya kwamba nisichoke. Usichoke. Mwambie Bwana, sitaki kulala tena. Kumbe ninapolala ninaweza kuwa ninaathiri maisha ya wengi. Kumbe ninapofifia ninazuia baraka za wengi. Mungu nisaidie. Oh God, help us. Help us as a church, my Father, to have the zeal and the desire to grow, my Lord, to move to the next levels, my Father. Ya viwango vingine Bwana. Shakatuza bayanda. Rima sekataya rudizaka mayandu zidikaya. Rebo kaseta kaya rabina katozi na yanda. My God. Oh my God. Oh God, help us not to limit you by lacking capacity. Help us not to limit you Saidia Bwana tusikupime. from coming down to bless us. Kushuka chini kutubariki. Lacking capacity. Oh, Shati Bakayana. Father, I thank you. I bless you, Lord. Kubariki Bwana. I pray for your people, my God. Naombea watu wako Bwana. Remember their labor. Kumbuka kazi yao. Remember their labor, Lord. Kumbuka kazi yao Bwana. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. I decree and declare, Nakiri na ninatangaza as a servant of God, kama mtumishi wa Mungu. let your labor manifest this year. Wacha kazi yako idhihirike mwaka Whatever huu. you have labored in the kingdom, Kile ambacho umeweza kufanya let it katika open a ufalme. door before you. Fanye milango ifunguke Let it mbele open a door zako. before you. Fanye milango ifunguke mbele Let it zako. open a door before you. Wacha ifungue milango mbele zako. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Shakadoza magaya. Rima kota zikata. I feel in my spirit, those that are willing, God is increasing capacity in there. Wale ambao wanatamani Bwana anafungua, anapanua uweza wao. God is asking, is there anybody willing? Je, Mungu anauliza kunaye ambaye ako tayari? Anybody who is willing. Yeyote ambaye ako tayari. God is coming Mungu to anakuja increase capacity. kuweza kukupanua katika uweza. He's just looking for a willing heart. Yeye anatafuta moyo ulio tayari. May you receive it in the name of Jesus. Pokea katika jina la May you Yesu. receive it in the name of Jesus. Pokea katika jina May la you Yesu. receive the grace in Jesus' name. Pokea neema. The grace. Neema. The grace Neema to arise. ya kuinuka. You are arising. Unainuka. If you make one step, Ukifanya hatua moja, God will come and take you through Bwana atakuja na kukuelekeza in zingine. that thing that you desire to do Katika hilo jambo ambalo unatamani in the kufanya. kingdom of God. Katika ufalme wa Mungu. Akadoshata, Rema Sokata, Yes, Jesus. Rima Sererebo, Sherera Kandara Misaraya. Oh, Rikantereba, Sharida Ganda Basita. Yes, Lord. Ye Karibabo, Sharaganda Rabamozia. Sheteria Mazeri Kantere Baboza. Sheteya Bagadesta Reza. Oh my God. Oh my God. Si ushike hiyo laini moja ambayo Mungu amekusaidia. Kuongezeka katika capacity si ufanye kama mwenzako hata. Si hata ufanye kile ninafanya mimi kama askofu ama mwingine. Lakini hiyo laini ambayo Mungu amekupa uinuke na hiyo laini. Kwa hiyo mandate ambayo Mungu amekupa uinuke na hiyo mandate. Kuna uweza unajua Mungu ameweka ndani yako.
Si ushikilie hiyo mandate. Hiyo area ambayo unajua hii ni area yangu. Hapa Mungu ndipo umeniwezesha. Mungu amekuwezesha pengine hata kusimama. Unaweza kutoa fedha zako kwa kazi ya Mungu. Hiyo ndio mandate yako na Mungu anaiona. Wengine ni waombezi. Kwa kila hali na kila sehemu ambao Bwana amekuweka, si uinuke. Si Mungu akusaidie tuinuke, watu wa Mungu. Tuweze kuendelea. Katika jina la Yesu. Bwana ninakupa sifa. Asante Mfalme. Unapotuinua kuingia katika nyanja zingine kwa utukufu wa jina lako. Unaweza kuwa hapa haujaokoka. Tunakupa sasa nafasi hii utoe maisha yako kwa Yesu. Your capacity can never come out. It only begins by giving your life to Jesus. Uwezo wako hauwezi kuonekana, unaanza kwa kumjua Yesu. If you're here, you're not born again. Uko hapa hujaokoka. You can lift up your hand and I'll pray with you. Unaweza inua mkono wako nami nitaomba nawe. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Father, I thank you and I bless your name. Baba nakushukuru na bariki jina I lako. thank you for your word, O God. Asante kwa neno lako. Let your word work in your people, Wacha Father. neno lako lifanye kazi kwa I watu thank you for the wako. doors that are opening, O God, Nashukuru kwa milango inayofunguka Bwana. because of the capacity and the work Kwa sababu ya uwezo na kazi that your people will do. ambao watu wako In watafanya. Jesus' name. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. And amen. Amen. And somebody say amen. Na mtu aseme amina. Say amen. Amen. Appreciate the Lord. Pigia Bwana makofi. Appreciate the Lord. Pigia Bwana makofi. Amen. Amen. Si Mungu awabariki sana watu wa Mungu. Amen. Si Mungu awabariki sana. Amen. Kuna watu ambao milango itafunguka na inafunguka. Amen. Inafunguka. Inafunguka. Wacha nisizidishe hapo, lakini milango inafunguka. I see 2027. I see 2027. Naona mwaka wa 2027. Some people, doors opening. Watu wengine milango ikifunguka. Even outside this country. Hata katika nje ya nchi hii. It's taking place. Hiyo inatendeka. It's taking place. Hiyo inatendeka. Because I can see it. Maana ninaona. Father, I give you praise. Baba nakupa Give sifa. you glory, Lord. Yes, Jesus. Wacha tufikishe hapo.